tuangalie aina nyingine ya ndoto ambayo pia inaashiria ya kwamba nafsi yako ipo hatarini, ama nafsi yako inawindwa, ama nafsi yako imekamatwa. Pale unapoota ya kwamba umelala chini, ama umelala mazingira ambayo yana mavumbi, ama umekaa kwenye giza, umesimama ama unatembea lakini eneo lina giza sana, na wakati mwingine ama unaota kwamba upo makaburini, maeneo ya mazingira ya kaburini, hiyo nayo ni ishara nyingine ambayo inaonyesha ya kwamba nafsi yako inawindwa, nafsi yako ipo mahala ambako sio sahihi, nafsi yako iko kifungoni, nafsi yako inapewa uharibifu kutoka kwenye kambi ya adui. Hii tunaipata wapi, ama uthibitisho gani wa neno ambao unaweza kutuongoza katika kulifahamu jambo hili? Ni kwenye Zaburi ile ya 7 mstari wa 5. Zaburi 7 mstari wa 5. Wacha nikufunulie, nikusomee. Basi adui na anifatie na kuikamata nafsi yangu, naam, aukanyage uzima wangu na kuulaza utukufu wangu mavumbini. Maseketereboshata rebo kosakataraba. Manake nafsi yako ikikamatwa, uzima wako utakanyagwa, lakini pia utukufu wako utalazwa mavumbini. Manake kibali chako, manake kitu chako kilichokuwa kizuri, hali yako ya utakatifu itakamatwa na kulaza mavumbini. Kwa hiyo unapoona umekamatwa na kulazwa mavumbini, manake anaambiwa nafsi yako wewe, unapojiona umelala mavumbini ama umelala sehemu ambayo sio sahihi, manake moja ya lugha ya picha ambayo Mungu amekuletea hapo katika hiyo ndoto ni kwamba anakuambia nafsi yako imekamatwa na kuna vitu vinaharibiwa ndani ya moyo wako, ndani ya nafsi yako, ndani yako wewe kuna vitu vinaharibiwa kwa sababu nafsi yako imekamatwa na ipo mavumbini, ipo mahala ambako sio salama, ipo mahala pachafu ambako si pa Bwana. Zaburi 143 mstari wa 3 inasema hivi: maana adui ameifatia nafsi yangu, ameutupa chini uzima wangu, amenikalisha mahala penye giza kama watu waliokufa zamani. Angalia, adui anaifatia nafsi yake, kwa hiyo ameutupa chini uzima wake. Maanake amekuwa ukijiona umelala sasa sehemu chini ambayo haieleweki, lakini amesema amemkalisha mahala penye giza. Mahala penye giza, ndio maana nakwambia ukiota upo mahala penye giza, pia nafsi yako haiko sawa. Maanake adui amekamata nafsi yako ama anawinda nafsi yako. Anasema ameniketisha mahala penye giza kama watu waliokufa zamani, kama watu waliokufa zamani. Maanake wakati mwingine utaona mazingira yako ya kwamba unaota huko makaburini, unaota tu muda wote huko makaburini, umelala, umekaa, umesimama. Moja ya tafsiri zinaweza kwa nyingi katika hiyo ndoto, lakini moja ya tafsiri ni kwamba nafsi yako imewindwa na adui, nafsi yako imekamatwa na adui, nafsi yako kuna vitu ambavyo adui anaviingiza kwenye nafsi yako ambavyo sivyo, ambavyo haviko sawa. Kwa hiyo ukipata maarifa kama hayo, bado na wewe unatakiwa ukipata ndoto kama hiyo, swala ni lile ni kuingia kwenye maombi, kuikomboa nafsi yako, kuitoa hapo mavumbini, kuikomboa nafsi yako, kuitoa kwenye hivyo vifungo, kuikomboa nafsi yako, kuitoa kwenye hilo giza, kuikomboa nafsi yako, kuitoa mahala ambako sio sahihi, ambako adui ameiweka. Kwa sababu kama nafsi yako itabaki kifungoni, maana yake wewe kufanikiwa kwako kutakuwa kugumu sana, kufanikiwa kwako kutakuwa kugumu sana. Maana yake anasema kama vile waliolala makaburini, waliokufa zamani, kama wale watu waliolala makaburini, maana yake wameshakufa zamani, wamebaki mifupa. Nani anaweza kuwakumbuka watu kama hawa? Hakuna mtu ambaye anaweza kuwakumbuka. Hata akiwakumbuka na wakumbuka katika hali ya huzuni na sio katika hali ya baraka. Maana yake nafsi yako ikiwa imekamatwa na kuwekwa kwa makaburini, maana yake wewe muda wote utakuwa mtu wa huzuni. Hakuna baraka itakayokufuata, kwa sababu watu waliokufa hawahitaji tena kuendelea kubarikiwa. Lakini kama vile unaona nafsi yako iko gizani, maana yake hakuna mtu anayeweza kukuona wewe. Hata ukitenda jambo jema, watu hawawezi kuliona lile jambo jema, kwa sababu nafsi yako iko gizani, hauonekani, hakuna kibali mbele za watu. Lakini pia nafsi yako ikiwa gizani, maana yake unakosa direction, unakosa mwongozo, haujui ufanye nini ili uweze kufanikiwa, haujui ufanye nini ili uweze kufika mahali unapopataka, haujui ufanye nini ili utoke kwenye changamoto zinazokukabili, kwa sababu nafsi yako iko gizani, hauoni njia, hauoni pa kutokea, unazunguka mahala pamoja, hakuna mpenyo wowote. Na Mungu anapokuonyesha unapopitia mambo kama hayo, alafu unapata ndoto ya kwamba unajiona uko gizani, ama unajiona uko makaburini, ama unajiona kwamba umelala sehemu ambayo sio sahihi na mavumbi, maana yake Mungu anakuambia nafsi yako ndivyo ilivyo, nafsi yako ipo mahala hapa, ndio maana unaona unapitia hizi changamoto. Kwa hiyo ukishafahamu kama hivyo, maana yake unaingia kwenye maombi, unaanza kuikomboa nafsi yako, unaomba ukombozi wa nafsi yako, kama vile Daudi alivyokuwa anaomba na ukombozi wa nafsi yake. Daudi alikuwa anaomba, anamwambia Mungu, ikomboe nafsi yangu, itoe kwenye shimo la utelezi, itoe kwenye wavu
upumbavu, itoe kwenye mahala ambako sio sahihi, na Mungu atakusaidia, kwa sababu neno la Mungu linatuambia hatoiacha nafsi yetu, hatoiachia kuzimu nafsi yetu, hatoiacha nafsi yetu kuzimu, wala kuacha mtakatifu wake aone uharibifu. Kwa hiyo ni wewe tu kumuita Mungu ili aje kuitoa nafsi yako pale mahala ambako imewekwa ambako sio sahihi, na kuondoa nafsi yako ili siweze kupewa huo uharibifu ambao adui amekusudia. Hiyo ni aina ya pili ya ndoto ambayo ukiota inaashiria kwamba nafsi yako haipo sawa, nafsi yako imekamatwa, nafsi yako kuna jinsi ambavyo adui anataka kuitumia vibaya.